الحمد لله رب العالمين يا رب، كفاني فخرا أن أكون لك عبدا، وكفاني عزا أن تكون لي ربا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا، وأشهد أن لا إله إلا الله الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر صيد من عطاياه، الطير سبهه والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنهل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا وشيخنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله، الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، فجزاك الله عنا خيرا ما جزى به نبينا أمته ورسولنا القوم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإسلام، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. Ndugu Waislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa amma mawdhu'i khutbatihi, inwanuha yaqul tahrimul ghina'i wal ma'azif. Ndugu Waislamu, imma maudhui ya khutba yetu ya leo, anwani yake inatuambia uharamu wa kusikiliza nyimbo pamoja na mziki. Ayuhal muslim, i'lam inna min ni'millahi ta'ala alaina hiya ni'matu sam'i. Ndugu Muislam, kwanza kabisa kinachohitajika kwako uelewe vizuri ya kuwa miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu alizokuneemesha ni neema ya masikio. Kitendo cha kuwa una masikio mawili yaliyosalimika, yanayosikia vizuri, yasiyokuwa na matatizo ya aina yoyote, huna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Wa inna ahamma ni'matun min ni'millahi ta'ala alaina hiya ni'matu sam'i. Na miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu zilizokuwa muhimu kabisa kwetu sisi ni neema ya masikio. Kwani Qur'ani tukufu inatufahamisha ya kuwa Mwenyezi Mungu alipotaka kukuumba wewe pamoja na mimi na kutuwekea macho na masikio, kwanza alianza na maumbaji ya masikio kabla ya macho.
na ndani ya Qur'ani tukufu fi mawadhi'in kathiratin jiddan fil Qur'ani al-Karim qaddama Allahu jalla fi ulahu ni'mata as-sam'i ala ni'mati al-basar. Alipokuwa anazungumzia Mwenyezi Mungu neema zake, neema ya kuona na neema ya kusikia, takriban aya zote ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ameanza kuzitaja neema za masikio kabla neema za macho. Takriban zimekuja aya zaidi ya 19 ndani ya Qur'ani tukufu zinazozungumzia neema ya kuona na neema ya kusikia. Katika 19 hizo, 12 Mwenyezi Mungu ameanza kuzitaja neema za masikio kabla neema za macho. Hivyo fala yajuzu min muslimin an yushrifa hadhihi an-ni'ma ila ma harrama Allahu alayhi. Hupaswi ewe ndugu Muislamu kuitumia neema hiyo katika mambo yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu. Hupaswi kusikiliza usengenyaji, hupaswi kusikiliza matusi, na miongoni mwa mambo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu kwa kutumia masikio katika kusikiliza ni suala zima la kupenda kusikiliza muziki na nyimbo. Iblis al-la'in, laana za Mungu zimshukie, amefanikiwa katika zama hizi 95% hadi 99%. Ibilisi ametufelisha katika mtihani wa kupenda kusikiliza muziki na nyimbo. Kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika surati Nisa'i aya 118 hadi 119, anasema Mwenyezi Mungu, laanahu Allahu, Mwenyezi Mungu amemlaani Ibilisi. Kwa kitendo gani? Waqala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Alithubutu kusema mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba nitahakikisha nitafanya kazi maalum juu ya waja wako. Wakati yuko mbingu ya 7 analeta mabishano yeye na mlezi wa ulimwengu huu Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Anaahidi Ibilisi na anasema wala udhillannahum, nitahakikisha nitawapotosha wengi juu ya waja wako. Wala umanniyannahum, na nitahakikisha nitawatamanisha mambo mengi ya haramu katika ardhi hii. Wala amurannahum falyubattikunna adhana al-an'am, na nitahakikisha nitawaamrisha mengi ambayo umeyakataza, nitawakataza mengi ambayo umeamrisha. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqa Allah, na nitahakikisha nitawaamrisha wabadilishe dini yako, wabadilishe Qur'ani yako, wabadilishe mafundisho yako, wabadilishe suala zima la maumbaji yako. Na Mwenyezi Mungu anasema waman yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina, atakayemfanya shetani kuwa rafiki yake na kipenzi na akamkumbatia, hakika huyo amepata hasara zilizokuwa wazi. Katika surati al-A'raf Ibilisi ameendelea kumfahamisha Mwenyezi Mungu ya kwamba nitahakikisha sitokubali kwenda motoni peke yangu. Anasema qala fabima aghwaytani, kutokana na kunihukumu kwako kwa upotevu wangu, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyoka. Ibilisi anaahidi atakaa katika siratul mustaqim kutuzuia tusipite katika njia hiyo. Thumma la atiyannahum, kisha nitawajia, min baini aidihim, mbeleni, wa min khalfihim, na nyumani, wa an aymanihim, na kuliani, wa an shamailihim, na kushotoni, na nitahakikisha wala tajidu aktharahum shakirin, wengi wao hawatakuwa wanakushukuru juu ya neema zako. Amefanikiwa Ibilisi katika suala la kuipendezesha nyimbo katika vifua vya Waislamu, hadi waswaliji wa swala 5 wana mtihani huo na wamefeli. Kumbuka ya kwamba masikio na macho na moyo ni katika vitu ambavyo vitaletwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuulizwa. Katika surati al-Isra Mwenyezi Mungu anasema inna sam'a,
hakika ya masikio, walbasara, na macho, walfuada, na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vyote hivyo vitaletwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuulizwa. Masikio yako uliyatumia vipi? Ulipenda kusikiliza nini na nini? Ndugu Waislamu, uharamu wa kusikiliza nyimbo pamoja na mziki. Na kabla sijaingia katika aya zinazoonyesha uharamu wa nyimbo na hadithi za Mtume zinazoonyesha uharamu wa nyimbo, bali Muhammad ibn Abdullah katika utabiri wake ametabiri kiyama haitosimama mpaka watu katika umati wangu wapende mziki. Kiyama haitosimama mpaka wapatikane wanawake waimbaji. Na kabla ya yote naomba nikupe majina ya nyimbo kwa mujibu wa Uislamu. Takriban majina 14 ya nyimbo kwa mujibu wa Uislamu. Jina la kwanza Allahu. Jina la pili Allahu. Allahu na Allahu maana yake vitu vya kipuuzi, havimnenepeshi mtu wala havimkondeshi. Jina la tatu Al-Batil, kitu cha batil. Jina la nne Az-Zur, vitu vya uongo. Jina la tano Al-Mukau, makofi ya ajabu ajabu. Jina la sita At-Tasdiya, firimbi na miruzi. Jina la saba Ruqyatu Shaitan, tiba ya shetani. Naam, watoto wa Ibilisi tunao hivi sasa katika ulimwengu huu. Wallahi, kuna Waislamu utasikia wanasema nitapata wazimu kama sijasikiliza mziki au nyimbo. Nyoyo zao zimeshaathirika, maradhi yameshaingia katika moyo kiasi ambacho tiba yake hawezi kujisikia hadi asikilize mziki au mwimbo. Wanawake wa Kiislamu hawako tayari kufanya shughuli zao za ndani za kupika, kufua au kukuna nazi hadi waimbe tarabu au nyimbo zingine. Bila hivyo hajisikii nguvu ya kufanya kazi. Naam, huyo ni mgonjwa na moyo wake umeathirika. Na nyimbo au mwimbo, wanawazuoni wanasema ni tiba ya shetani. Jina la nane Qur'anu Shaitan, Qur'ani ya shetani. Jina la tisa Manbitu nifaqi fil qalbi. Allahu akbar. Maana yake unafiki ni rahisi sana kupandwa na kukua katika moyo ambayo umezoea kusikiliza miziki na nyimbo. Bimaana wasikilizaji wa miziki, wapenzi wa nyimbo, nyoyo zao zikipasuliwa, humo ndani utakuta madoa meusi ya unafiki. Jina 10 As-Sautu Shaitan, sauti ya shetani. Jina la 11 As-Sautu Al-Ahmak, sauti mbaya kabisa. Jina la 12 As-Sautu Al-Fajir, sauti yenye kupotosha. Jina la 13 Mizmarun Shaitan, firimbi na nai ya shetani. Jina la 14 As-Sumur, maana yake ni moja katika majina ya nyimbo. Hukumu ya nyimbo katika Uislamu, takriban zimekuja aya zaidi ya 4 ndani ya Qur'ani tukufu zinazoharamisha nyimbo. Aya ya kwanza inapatikana katika surati Luqman. Tega sikio na uandike nambari ya aya, ni aya ya 6. Mwenyezi Mungu anasema, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Mwenyezi Mungu anazungumzia makundi ya hivi sasa. Chipolopolo, twanga, pepeta, anazizungumzia ndani ya aya hii ya 6 surati Luqman. Anasema kuna watu